Mtazamaji, karibu katika kipindi chetu ambapo leo tutakuwa na wageni wetu ambao wametutembelea hapa studio. Kulia kwangu nitakuwa na Arnold Edward ambaye ni mgombea ubunge jimbo la Uzima. Kushoto kwangu nipo na Method Budhika ambaye yeye ni mgombea kwenye jimbo la Bateko. Mimi jina langu ni Kevin Dabira. Karibu Arnold. Naam. Tukianza na wewe. Ndio. Arnold ni nani? Arnold ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Teofilo Kisanji kilichopo Soweto, kata ya Block T jijini Mbeya, na anachukua kozi ya Journalism and Mass Communication mwaka wa pili diploma. Kwako bwana Zika, tunaposema uchaguzi wa Teko, wewe binafsi unauonaje? Nashukuru. Mimi ni Method Muzika, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu Teofilo Kisanji na ni mtiania katika nafasi ya ubunge jimbo la Bateko na Mabanzini. Kumekuwa na zoezi ama kuna zoezi linaloendelea dhidi ya serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu Teofilo Kisanji, kwa kifupi tunawaita TEKUSO, yani Teofilo Kisanji Student Organization. Zoezi hili lipo linaendelea na linasimamiwa na tume ya uchaguzi linaloendesha hili zoezi. Uchaguzi ni wa moto, uchaguzi umepamba moto kwa kweli, kwa sababu hivi tunavyozungumza tuna nafasi ama tuna watu takriban watatu wanaogombea nafasi ya urais. Tuna ndugu Samueli Nyanda anagombea nafasi ya urais, tuna ndugu Jackson Mwamalinga kama sijakosea, lakini pia tuna ndugu Sambale Mswima. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni competition kubwa sana ambayo haijawahi kutokea, ninaamini hapa chuoni tangu chuo kimeanzishwa. Kwa sababu kwa nini nasema kwa sababu chuo tangu kimeanzishwa? Kwa sababu ukiangalia kumekuwa na teknolojia ikiendelea, kwa hiyo wanatumia nafasi kubwa ya teknolojia kila mmoja kutangaza kile ambacho atakifanya endapo wananchi watamchagua. Wananchi kwa maana ya wanafunzi. Kwa maana ya wanafunzi. Kwa nini labda umeamua kugombea nafasi hiyo ya ubunge kwa jimbo la Hekima? Nimeamua kugombea ubunge kwenye jimbo la Uzima Hostel kwa sababu ya kusolve changamoto za wanafunzi, na mimi mwenyewe ni mkazi wa Uzima Hostel. Hivi sasa nimekaa takriban ni mwaka wa pili sasa nipo katika hilo jimbo. Kwa hiyo naelewa changamoto ya wanafunzi, changamoto ya wanauzima wanahitaji nini. Na sijachukua fomu kwa bahati mbaya, nimechukua fomu ili kuja kutetea haki za wanyonge, malalamiko ya wanafunzi na kucontribute all issues zote zinazotokea katika jimbo la Uzima, pamoja na kusaidiana na viongozi wengine kuparticipate katika vikao mbalimbali kwa ajili ya kujenga katiba ya serikali ya wanafunzi TEKUSO iliyo bora ya mwaka 2026 mwaka 2027, ili kwenda kuonyesha kwamba hata vyuo vingine kwamba sisi serikali ya wanafunzi wa TEKUSO katika Chuo Kikuu cha Teofilo Kisanji tunaweza, umoja wetu ni nguvu. Kwa hiyo nipo hapa kutetea jimbo la Uzima Hostel kwa ajili ya kucontribute shughuli zote za wanauzima na shughuli zote zilizomo ndani ya chuo kilichonizunguka. Tunatambua kwamba wanafunzi wanazo changamoto nyingi ndio ambazo zinawakabili. Nini kipaumbele chako haswa katika yote ambayo unayaona? Kipaumbele chako kikubwa ni nini? Kipaumbele changu kikubwa ambacho sote tunachiona katika changamoto ambazo zimetokea pamoja na matatizo mbalimbali yanayotokea kwa wanafunzi, likiwemo swala la katika kwa umeme ovyo ovyo. Mimi nikiwa mbunge wa jimbo hilo nitasolve hilo tatizo. Kitu kingine ni usafi. Usafi wa vyoo. Usafi wa mazingira uko vizuri, ila usafi wa vyoo, humo ndani ya vyoo hakuna sehemu za kuwekea maji, yani vyombo vya kuwekea maji chooni. Mtu anaenda kujisaidia hakuna chombo, manake aweza kaflash sasa. Ila mimi katika uongozi wangu nitasimamia usafi na nitajikita katika sekta nyingi. Sio tu kwamba hizo, kuna huduma ya internet pia, free wifi. Mwanafunzi amepata material mbalimbali kubugwa anashindwa kwa ajili ya assignment na kazi zingine. Kwako bwana Uzika, tunaamini kila binadamu anayo madhaifu yake ambayo wewe huwezi ukayaona binafsi, na mtu pekee ambaye anaweza kayaona hayo madhaifu ni yule ambaye yuko jirani. Unaweza ukawa tayari kupokea madhaifu yale ambayo unafikiri watu wanasema kama nilivyosema kwamba kila mtu ana madhaifu yake. Wewe binafsi uko tayari kuyapokea hayo madhaifu yako ambayo unayo?
kupokea madhaifu yangu? Yes. Nipo tayari. Uko tayari. Na unafikiri kipi ni bora, mtu anayeambiwa madhaifu yake na yule ambaye haambiwi, yupi ni bora kati ya hawa wawili? Kwanza Bwana Kenneth, unapaswa ufahamu kitu kimoja, kama ulivyosema kwamba hakuna binadamu asiyekuwa na madhaifu, na tunatofautiana katika watu. Kuna mtu ambaye akiambiwa madhaifu yake anayatendea kazi, lakini pia kuna mtu ambaye akiambiwa madhaifu yake hawezi akayatendea kazi, lakini pia kuna mtu ambaye hawezi akafikika namna ambavyo jinsi alivyo. Kwa mtu huyu hata kama akiwa na madhaifu hawezi akaambiwa. Sasa ikiwa mimi nitakuwa na madhaifu, sio ikiwa, ninaamini hakuna binadamu aliyekamilika, mimi madhaifu yangu nitayapokea na nitayatendea kazi. Na kuja kwenye swali lako, mtu ambaye ni bora ni yule ambaye anaambiwa madhaifu na kuyatendea kazi. Na siku zote mtu ambaye ukiona unaambiwa jambo kwamba una tabia ya udokozi, hebu iache. Mtu ukiona anakwambia jambo hilo, huyu mtu anakutakia mema. Kama ingekuwa hakutakii mema, angeenda kukusema pembeni. Kwa hiyo mtu ambaye atachukua nafasi na kuja kunieleza, bwana mheshimiwa mbunge, kuna 1 2 3 juu yako, mimi nitapokea kabisa kama mbunge na nitatendea kazi. Unazifahamu kanuni pamoja na sheria labda za serikali ya wanafunzi, wewe binafsi, kwa sababu wewe umekuwa mgombea tayari, kwa maana unafahamu baadhi ya vitu, pengine unafahamu kanuni za hawa wanafunzi, kwa maana kanuni za serikali ya wanafunzi? Kwanza, jambo la kwanza, ili uwe mgombea katika serikali ya wanafunzi, jambo la kwanza unatakiwa uwe mwanafunzi wa chuo husika. Mfano, mimi ni mwanafunzi wa TECU. Ili nipate kugombea hapa chuoni TECU, jambo la kwanza napaswa niwe ni mwanafunzi wa TECU. Hiyo ni tiketi ya kwanza ambayo inaweza ikanifanya mimi nigombee nafasi yoyote hii. Kigezo kingine cha pili, napaswa niwe nimefanya malipo ya ada kwa awamu husika. Mfano, kama sasa hivi, ili uweze kugombea kwa sasa hivi unapaswa umeshalipa awamu ya 3 ya ada. Hiyo ni kigezo cha pili. Kwa unaweza ukawa mwanafunzi ndio, lakini ukawa hujalipa awamu husika ya ada. Ile tayari inakuwa ni bamzi ambayo inakuzuia wewe usiweze kugombea. Kwa hiyo kigezo hicho mimi nimeweza kukifanikisha, namshukuru Mungu. Kigezo namba 3, unatakiwa uwe ni mkazi wa eneo husika. Mfano, Bwana Arnold hapo ni mkazi wa Uzima Hostel. Bwana Arnold hawezi akagombea nafasi yoyote ile ya ubunge wa jimbo la nje. Unaona? Kwa hiyo ili uweze kugombea nafasi ya jimbo la nje, lazima uwe ni mkazi wa jimbo husika. Mimi ni mkazi wa Mabanzini, na ndio maana nimegombea nafasi ya ubunge Mabanzini. Kwa maana hiyo, Mabanzini ninapofahamu ni sawa sawa na kusema kwamba bwana Arnold hapo aje awe mlezi wa familia yangu, ikiwa sio baba wa familia hii. Unafikiri wanangu wataweza kumsikiliza kile ambacho atakachokuwa nakiagiza? Majibu yake ni hapana. Kwa hiyo hivyo ni vigezo ambavyo vinamuelekeza mtu ambaye yote anatamani kuwa kiongozi katika serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu Teofilo Kisati. Ikitokea wamekwambia wewe sio mkazi wa eneo fulani, utafanyaje? Ikitokea wameniambia kwamba mimi sio mkazi wa eneo fulani, wamesema na wamekuwa na vigezo kabisa, wamekuwa na sababu zao kabisa za msingi, unafanyaje? Jambo la kwanza ni lazima uwepo uthibitisho kwamba unathibitisha kwamba huyu sio mkazi wa eneo fulani. Yale ni malalamiko. Hayo ni malalamiko tu. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema kwamba ni rumors. Na hii ni siasa, watu wanaweza kutengeneza kwa namna moja ama nyingine ili kukuchafua hivyo. Kwa hiyo kama mtu anaweza akasema kwamba mtu fulani sio mkazi wa eneo husika, anatakiwa awe na vithibitisho. Unafikiri siasa ni kuchafuana? Siasa? Hapana, hiyo ni mojawapo ya kitu ambacho mtu anaweza akafanya ili mgombea mwenza asiweze na mimi nimeelewa. Mtazamaji, nipo na Arnold Edward, nipo na Method Kuzika. Hawa ni wagombea kwa nafasi ya ubunge. Na fikiri sasa tupate mapumziko kidogo tu, wasikilize wadhamini wetu wanatuambia nini. Ni kweli kompyuta yako haifanyi kazi vizuri? Na je, haupati huduma ya mtandao?
BioFix Technology inatibu tatizo lako. Tunafanya BIOS flashing, screen and keyboard replacement, battery replacement and fixing, Windows and software installation. Wataalamu wetu wanafanya kazi kwa ubora zaidi. Pia huduma zetu zinakufikia popote ulipo na kwa gharama nafuu kabisa. Tupigie sasa. No issue is unsolvable with us. Tunapatikana Kabwe jijini Mbeya. RelaFix laptop and phones. Mtazamaji, kama tulivyokuwa tumekueleza kwamba tutarudi kwa washirika wetu, sasa tumerejea ili tuweze kuendelea pale ambapo tulikuwa tumeishia. Tunawashukuru washirika wetu, lakini kwa hatua ya sasa tuwasikilize, tuendelee na kile ambacho tulikuwa nacho hapa. Sote tulikuwa na wewe, tumezungumza mambo kadhaa, lakini pengine labda kwa kuongezea, na nataka nikuulize kitu hapa kwamba ni vigezo vipi ambavyo tunaweza tukajua kwamba huyu mtu huyu ni mkazi rasmi wa eneo hili. Kuna kigezo chochote ambacho kinapaswa kifuatwe ili tujue huyu ni mkazi wa eneo fulani? Ndio, nashukuru sana kwa nafasi hiyo tena. Vigezo vipo. Moja ya kigezo kinachoweza kikathibitisha kwamba mtu huyu ni mkazi wa eneo husika, hata ikitokea mgombea mwenza amepeleka malalamiko kwa tume ya uchaguzi kwamba mtu fulani na mashaka naye sio mkazi wa eneo husika, ni kwamba tume inaweza ikachukua muda ili ijiridhishe. Itajiridhisha vipi sasa? Kwanza wanabidi wachukue hatua, waende na yule mtu mahali ambapo anapokaa. Mahali ambapo anapokaa wahusika ama kama ni mtu amepanga, ina maana ya kwamba baba mwenye nyumba atakuwa anamtambua kwamba huyu ni mpangaji wangu na ninakili kwamba huyu ni mpangaji wangu. Kama ana mkataba utamuonesha kwamba huyu mtu ni mkazi wa eneo, ni mkazi wa hapa na amepanga kwa huyu mzee. Hicho ni kigezo cha kwanza. Nakuja kigezo cha pili, kama mtu ni mkazi wa pale, tutegemee kwamba tutaona vitu vyake vya ndani, kwa maana ya kwamba aidha ni kitanda, aidha ni godoro, aidha ni vyombo, aidha ni nguo na baadhi ya vitu ambavyo vinavyothibitisha kwamba mtu huyu anakaa hapa. Cha tatu ni majirani, lazima watamtambua kwamba huyu ni mkazi wa hapa, huyu ni jirani yetu, amekuwa nasi kwa muda kadhaa. Ilikuwa kwenye muda. Ni muda gani ambao tunapaswa tumtambue huyu ni mkazi wa eneo fulani? Na ninaamini sio chini ya miezi mitatu. Sio chini ya miezi mitatu. Sio chini ya miezi. Nakushukuru. Kwa Bwana Nodi. Ndio. Umesema umekuwa mkazi wa hostel. Yeah. Kwa maana ya uzima. Ndio. Yes. Umesema kwamba kuna changamoto ambazo umekuwa ukiziona. Na hizi ndizo zilizokupelekea wewe ukagombea? Hapana. Nini? Kilichonipelekea mimi nikagombea sio tu kwamba ni changamoto, ni vitu vingi. Ila kikiwemo kigezo cha changamoto, kwa sababu niliziona pia nitazisolve. Lakini ukazisolve? Pia nitazisolve. Yaani hizo changamoto ambazo unazisema ndizo zilizokufanya wewe ukaenda ukachukua jukumu la kwenda kugombea? Hapana. Nini changamoto zilizofanya nikaenda kuchukua jukumu la kugombea? Hapana. Kitu kilichonifanya mimi nikachukue fomu ya kugombea ubunge wa jimbo la Uzima Hostel, cha kwanza ni imani ya watu ambao naishi nao, wananiamini kwa namna gani. Cha pili ni watu ambao wananiamini kama nikiongoza ninaweza nikasolve nchi zote ambazo zinatokea katika jimbo langu. Cha tatu, mimi kama nikiwa kiongozi wa jimbo la Uzima Hostel ninaweza kushirikiana na kuparticipate na walimu ama viongozi ambao wako mbele yangu, kwa sababu nina uwezo mzuri wa kujieleza. Ndio hicho ambacho kimenifanya nikachukue fomu ya kugombea ubunge katika jimbo langu la Uzima Hostel. Uongozi uliopita, ndio inawezekana kuna vitu havikufanyika kwa usawa na wewe ulikuwa unaviona. Ndio. Umewahi kushiriki labda kufikisha hizo changamoto kwa viongozi ambao walipita? Tena sana. Walitekeleza kwa namna moja ama nyingine? Hakutekeleza kiukweli. Kwa hiyo ni unataka kuniambia hicho anachokifanya mpaka ukagombea hiyo nafasi? Siwezi nikakiweka kwamba ni kipaumbele ambacho eti kwamba kilinifanya nikaenda kuchukua fomu ya kugombea ubunge katika jimbo hilo la Uzima Hostel, ni hapana. Lakini moja ya vitu ambavyo mimi kama mimi naweza nikaja nikavisolve, pia zikiwemo na changamoto za wanafunzi, malalamiko ambayo nitayapokea kwa muda husika ninaweza nikayasolve na kufikisha katika swala husika ambalo linaweza likafanywa kazi katika serikali hii ya wanafunzi TECUSO na kuweza kuipeleka serikali ya wanafunzi katika chuo kikuu cha Teofilo Kisanji kuwa imara zaidi na kuwa strong, na ili kuvutia watu ili kuja kukaa katika majimbo ya ndani, kwa sababu imekuonekana kwamba kuna wanafunzi wengine wanatoka katika majimbo haya ndani wanaenda kukaa majimbo ya nje, kwa sababu
issue zao zote au changamoto zao zote zinakuwa zisolviwe. Mtu analalamika labda kwamba umeme umekatika, maji yamekatika, lakini wabunge na makatibu hawawezi kuwasikiza kwa muda mwafaka. Kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike hapa? Kitu cha kwanza ambacho kinatakiwa kifanyike ni kucommunicate vizuri na wananchi wangu wa jimbo la Uzima Hostel na kusikiliza malalamiko kwa muda ipasavyo. Utakapohitajika kwamba wewe kama kiongozi kwenda kusikiliza na kwenda kusolve issue zote zitakazotokea katika jimbo, iwe ni usiku, iwe ni saa ngapi. Na kitu kingine kitataka nisaidia mimi kufanya kazi vizuri, nita create groups za WhatsApp kwa ajili ya kucommunicate na jimbo la Uzima Hostel, ili ninapotokea changamoto yoyote kama ni traffic, unaweza kutuma ujumbe kupitia WhatsApp na tukaweza kuona na kusolve kwa muda mwafaka. Hiyo inaweza kusaidia zaidi kuvutia watu kuja kukaa katika majimbo haya ndani katika chuo kikuu cha Teofilo Kisanji. Asante, nakushukuru bwana. Na kwako bwana Buzika, unahakikishaje serikali ya wanafunzi inakuwa ni sauti ya wanafunzi? Serikali ya wanafunzi inakuwa ni sauti ya wanafunzi. Kwanza naomba nikwambie jambo moja. Mtu yoyote yule ambaye ametia nia katika uchaguzi huu unaoendelea hapa, amekubali kutumika kwa ajili ya wanafunzi, na mmoja wapo ni mimi. Sijataka kutumika kwa maslahi yangu binafsi, kwamba niwe nikichaguliwa niwe mbunge labda nihudhurie vikao vya bunge nipate posho. Hapana. Sasa kama nimekubali kutumika kwa maslahi ya watu wangu ama watu ambao nawawakilisha katika eneo husika, ikiwa kuna changamoto zozote zitakazotokea, mimi nitaziwasilisha mahala husika, kwa maana ya kwamba nitakuwa ni sauti ya niaba ya watu fulani. Ikitokea hizo changamoto hazijatatuliwa, sasa wewe unafanyaje? Yaani wewe ndio kiongozi, umeletewa changamoto, lakini changamoto hizo zinachukua muda mrefu kuzitatua. Unafanyaje kama kiongozi wa eneo lako? Jambo la yani naweza nikasema kwamba ni ngumu changamoto zitokee alafu zote zisitatulike. Ni ngumu. Naamini katika changamoto ambazo zitakazotokea lazima kuna changamoto zitapata mwarobaini, zitapata kutendewa kazi. Kwa hiyo na kila changamoto itakayotokea lazima itachukua muda. Sasa ni kipi ambacho unakiona kwa haraka wewe binafsi kwenye hilo jimbo lako? Ni kipi ambacho unakiona kwamba hiki ukipata nafasi hiki kitakuwa cha kwanza kukitatua kwenye eneo lako? Mimi niwaambie wananchi, kwa maana ya kwamba wanafunzi, endapo wakinichagua mimi, endapo wakinipa ridhaa yao niwawakilishe kama mbunge wa jimbo la Mabanzini na Bateku, jambo la kwanza kabisa nitakaloboresha mimi nitalitendea kazi ni kuboresha mawasiliano mazuri ya wanafunzi na uongozi wa chuo. Kivipi? Ikiwa mwanafunzi atakuwa na changamoto yoyote ile, ikiwepo mawasiliano mazuri kati yake yeye na chuo, lazima changamoto yake itafanyaje? Itatatuka. Sawa, mimi nikiwa hapa na nataka wote mnisaidie hapa. Na kumekuwa na changamoto ya wizi, iwe ni hostel au iwe ni madarasani. Ninyi mmekuwa mkishuhudia haya mambo yakitokea. Ndio. Leo umeomba nafasi ya kuwa viongozi kwenye nafasi. Ndio. Kwenye nafasi zenu mlizochagua. Kipi mnaenda kukibadilisha? Kwa nafasi hii nipende kusema kwamba ndio changamoto ya wizi imekuwepo sana, kwa sababu popote pale kwenye taasisi ama popote pale kwenye umati wa watu hapawezi kukosa watu wa aina tofauti. Kutakuwa kuna wasomi, kutakuwa kuna watu wanatumia ushirikina, kutakuwa kuna wizi pia, kutakuwa kuna vibaka. Popote pale kwenye mkusanyiko wa watu hapakosi kuwa na watu wa aina tofauti. Na tumeshuhudia kweli matukio yanatokea, watu wanaibiwa, watu wanalalamika. Pamoja tunasema kwamba pamoja tunaweza. Kwenye hili tutashughulikia masuala ya ulinzi na mikakati. Mfano tukizungumza katika masuala yetu ya hostel. Hosteli za Uzima hazina kwamba eti uchaguzi uliopita au serikali ya wanafunzi iliyopita TECUSO kwamba umeweketi ulinzi madhubuti kwenye hosteli hizi. Hapana. Lakini
sisi serikali hii ya mwaka 2026 2027 tutaenda kuboresha ulinzi na usalama katika sehemu za hostel pamoja na sehemu za madarasani. Tutahamasisha wanafunzi wewe makini wanapokuwa na vitu vyao, mfano wameingia darasani kwenye kipindi, uwe makini kulinda mali zako, kwa sababu popote pale kwenye mjumuiko wa watu hatukosi watu wa aina tofauti tofauti. Na sisitiza tena, kikubwa wewe mwenyewe, mlinzi wa kwanza wa vitu vyako au mali zako ni wewe mwenyewe binafsi. Ukizisimamia vizuri rasilimali zako haziwezi kupotea, lakini ukisimamia katika misingi mibovu rasilimali zako lazima zipotee. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, tutaboresha sisi wenyewe ndani ya serikali ya wanafunzi TECUSO ya mwaka 2026-27 tutachagua walinzi wapelelezi ambao watakuwa wanajulikana. Watakuwa ni walinzi pia, lakini watakuwa wanajulikana kwa wanafunzi ambao wanakaa katika majimbo husika. Mfano, tukizungumzia majimbo ya nje, kwa majimbo ya ndani tutaweka watu wapelelezi. Ni ngumu mtu kutambua au mtu kufahamu kwamba huyu ni mlinzi, huyu ni mpelelezi. Hapana, ni ngumu. Lakini tutaweka kisirisiri, atakuwa anachunguza mienendo wanafunzi wanapokaa kulingana na jimbo husika. Vile vile tutacontribute malalamiko yote atakao kuwa yanakuja, tunayashughulikia kupitia mawaziri, baadhi ya mawaziri atakaochaguliwa na rais atakayepita, pamoja na rais atakaye kuwepo wa awamu hii 2026-27 katika serikali ya wanafunzi TECUSO. Tutarudi kwako bwana Arnold. Ndio. Bwana Muzika, hili swala nimeliuliza hapa. Kumekuwa na jambo hili la wizi. Watu wanalalamika wameibiwa vitu vyao, wengine wanaibiwa wakiwa madarasani. Ni mbinu ipi ambayo unafikiri wewe kama wewe binafsi, labda kwa eneo lako, au utashauri vipi kuhusiana na hili jambo? Nashukuru sana kwa nafasi hii. Naomba niseme kwamba mahali ambapo kuna mkusanyiko wa watu wengi, tutegemee kupata tabia tofauti tofauti. Wahenga wanasema katika kundi la mamba hata pia kenge hawakosekani. Sijui unanielewa? Sasa kama tumekusanyika hapa ama mahali ambapo hapa kuna mkusanyiko, tunaamini pia kutakuwepo wizi. Ni kweli wizi upo, lakini sio wizi tu, pia kuna tabia nyingi ambazo pengine naomba nisizieleze hapa, niende moja kwa moja kwenye swali lako kwamba kipi ambacho binafsi natamani nikizungumze ama nikishauri na watu wakitendee kazi, kwamba kila mmoja anapaswa awe mlinzi wa mali zake, alinde mali zake kwa uchungu, jambo la kwanza, kwa sababu vitu hivyo vinapatikana kwa gharama kubwa. Yamkini mzazi anafanya shughuli kwa tabu, anajinyima ili mwanae mambo yake chuoni aweze kwenda vizuri. Kwa anapaswa awe na uchungu na kile kitu. Mfano, kama ni hii simu, anabidi aionee uchungu. Unaamini kwamba wanaoibiwa wana uchungu? Nakuja huko. Akiwa na uchungu na hiki kitu, ni rahisi huyu mtu kukitunza, ni rahisi mtu kukihifadhi vizuri. Sijui unanielewa? Ni rahisi mtu kukitazama kwa macho matatu, na ni ngumu kumwachia rafiki yake. Kwa maana hiyo, hata kama ukiwa na rafiki unabidi usimwamini 100%. Kwa sababu gani? Mmekutana chuoni, kila mmoja ana makuzi aliyolelewa. Sijui unanielewa? Mmekutana chuoni, kila mmoja ana makuzi. Kama huyu ana makuzi yake, ina maana huyu kuna tabia yuko nazo. Unahalalisha kwamba sababu huyu mtu atakuwa hajatunza vizuri vitu vyake, ni halali tu kukichukua na kuondoka nacho. Si halalishi, nisikilize, bado nakuja huko ndugu mwandishi. Kama ikiwa mtu atatunza vitu vyake vizuri, atakuwa ni mlinzi wa mali zake, kila mmoja akifanya hivyo, mimi naamini tutapunguza kwa asilimia kadhaa. Sio kwamba tutaondoa, tutapunguza kwa asilimia kadhaa. Hiyo ni moja. Mbili, kwa watu wanaokaa nje ya mazingira ya chuo, kwa maana ya kwamba watu ambao wamepanga aidha ni bomba mbili, aidha ni bateko, aidha ni mabazini, wawe makini na watu ambao wanaambatana nao katika mazingira ya mahali ambapo wanapoishi. Mfano, mimi na wewe ni aidha tukawa marafiki, ninaamini kabisa kwa asilimia 100 wewe lazima utafika kwangu. Kwa nisije nikakuzoesha mahali ambapo unapokaa, kumbe wewe una tabia mbaya. Kwa maana hiyo sasa
kila mtu mmoja anapaswa awe makini na mwenzie. Yaani usije kumwamini mwenzie kwamba namwamini ndugu Anodi nimwachie vitu vyangu, hapana. Kwa hiyo mimi naamini kila mmoja akifanya hivyo, swala la wizi kwa asilimia kadhaa litakuwa limepungua. Lakini jambo la tatu, kila mmoja awe mlinzi wa mali zake. Kumbuka, kuna kuchunga vitu, kuna kuwa na uchungu na kitu. Ukiwa na uchungu na kitu, lazima utakichunga vizuri. Kwa kumaliza, hivi unafikiri ni sifa zipi ambazo zinakutofautisha wewe na wagombea wengine? Sifa ambazo zinanitofautisha mimi na wagombea wengine. Jambo la kwanza, naomba utambue kwamba kiongozi bora ni kiongozi ambaye anasikiliza maoni ya watu. Kwa hiyo wewe unasikiliza maoni ya watu. Ndio la kwanza. Hilo ninasikiliza maoni, sio kusikiliza maoni tu na kuyatafutia mwarobaini. Unajua, unaweza ukawa msikilizaji na usio mtendaji. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye nasikiliza maoni na natendea kazi. Na ninaomba kabisa niwaombe wanafunzi ama wananchi kwa lugha nyingine kwamba endapo wakinipa ridhaa, mimi nitahakikisha nasikiliza maoni, na sio kuwasikiliza tu, na nitayatendea kazi na kuyafikisha mahali husika. Swali langu lilikuwa hivi: sifa zipi tatu ambazo wewe unazo wagombea wengine hawana? Sifa ambazo mimi ninazo, nimekujibu mwandishi, nimesema kwamba kiongozi ambaye ni wa tofauti na wengine, kutumika kwa ajili ya watu wengine. Hilo ni ya kwanza. Uko tayari kutumika kwa ajili ya watu wengine. Ya pili, mimi nitasikiliza changamoto za watu wangu na kuzitendea kazi. Kwa ni msikivu. Ya tatu, nitatenda kazi, ni mtendaji kazi. Sawa, nikushukuru kwa upande wako. Mtazamaji, uko nasi tangu mwanzo wa kipindi hiki mpaka sasa. Tupate wadhamini kidogo, tutarudi kwa Bwana Anodi. Ni kweli kompyuta yako haifanyi kazi vizuri? Na je, haupati huduma ya mtandao? BioFix Technology inatibu tatizo lako. Tunafanya BIOS flashing, screen and keyboard replacement, battery replacement and fixing, Windows and software installation. Wataalamu wetu wanafanya kazi kwa ubora zaidi. Pia huduma zetu zinakufikia popote ulipo na kwa gharama nafuu kabisa. Tupigie sasa. No issue is unsolvable with us. Tunapatikana Kabwe jijini Mbeya. Fix laptop and phones. Tunawashukuru wadhamini wetu kama nilivyoeleza hapo awali, na sasa tunaendelea na mahojiano yetu ambayo tupo na ndugu zetu ambao wametutembelea hapa studio. Lakini kubwa kuliko yote, tunazungumzia kuhusiana na uchaguzi wa serikali ya wanafunzi ya chuo kikuu cha Teofilo Kisanji, yani TECUSO. Sasa nirudi kwako Bwana Anodi. Ndio. Unafikiri, unatamani kuacha kitu gani utakapomaliza nafasi yako ya uongozi? Unatamani kuacha kitu gani kwa wanafunzi wako? Nitakapomaliza nafasi ya uongozi. Yes, unatamani kuacha kitu gani? Nitakapomaliza au nitakapoanza? Utakapomaliza. Nitakapomaliza nafasi ya uongozi, moja kabisa nitasimama katika misingi mikuu miwili, ambayo nikisimama katika misingi hiyo itanisaidia mimi kuwa mwazi katika sekta zote ambazo nakutana nazo mbele ya safari, kwa sababu uongozi ni karama. Uongozi unaweza kuanza nafasi ya chini kama nilivyoanza mimi sasa hivi hapa nikichukua nafasi hii ya ubunge katika chuo hiki cha Teofilo Kisanji. Sio kwamba nitaishia hapa, nitaenda pia kuwa kiongozi katika taasisi zingine. Maana katika uongozi huu nitajifunza mengi, na huo msingi wa kwanza nitasimama nao imara na kwenda kuanzisha tena katika msingi mwingine katika taasisi nitakazoenda kupata kazi. Kitu ambacho natamani kuachana nacho cha kwanza ni maneno. Unajua maneno kwenye kazi yanaenda kuharibu. Inawezekana pengine hatujaelewana vizuri. Hoja yangu ilikuwa hapa kwamba unatamani kuacha na kumaliza nafasi yako ya uongozi. Unatamani kuacha legacy ipi, au unatamani kuacha kitu gani kwa hao ambao utakuwa unawaachia? Hapo nimekupata. Yes. Sasa kwamba natamani kuacha kipi? Yes. watakao kuja kuongoza katika msimu ujao katika serikali ya wanafunzi TECUSO. Kikubwa cha kwanza nitasimama katika misingi mitatu. Msingi wa kwanza
mimi nitakapokuwa kiongozi, sitaki kuwa kiongozi mbabaishaji, ili background nitakuwa naiacha katika uongozi wa Teofilo Kisanji University katika jimbo la Ubunge uzima. Kuna mtu atajifunza. Cha kwanza natakiwa nisimame katika amani na upendo. Kitu cha kwanza natakiwa ni promote amani na upendo kwa wananchi wangu au kwa watu wanaonizunguka katika jimbo langu la Uzima Hostel. Sio tu jimbo langu la Uzima Hostel, pia katika uongozi wa chuo natakiwa niache CV bora, nzuri na sahihi. Kana kwamba niliacha alama. Alama inaachweje? Alama unaiacha kwa kuzingatia yafuatayo: hekima, adabu na busara. Kiongozi aina yoyote asipozingatia adabu na busara, huwezi kuwa kiongozi bora hata taasisi moja. Kitu cha kwanza. Ukifuata nidhamu, ukamsikiliza kila mmoja, kusikiliza mawazo ya watu na kuyafanyia kazi, ndipo unapoanza kupata mawazo tofauti tofauti na kuweza kutatua changamoto kwa muda stahiki. Sio kwamba eti mimi nitafikiria mawazo yangu mwenyewe binafsi kwamba nataka nifanye hiki. Mtu atanifuata kuniuza labda ushauri kwamba wewe kama mbunge wetu kuna watu watanifuata. Mbunge, tuna shida ya hii na hii. Kuna ile unasema kwamba wasinipelekeshe. Mimi nitafanya kwa nyanja zangu tofauti. Hapana. Mimi nimewekwa kuwa kiongozi ili niwe voice of voiceless. Kwa nini tunakuwa voice za voiceless? Kuwa sauti ya wasemaji walio chini, uwatetee wewe. Sio kwamba mimi nitasolve shughuli zote, hapana. Nimewekwa hapa kuwa mbunge wa jimbo langu ili kuwasilisha changamoto yote inayotokea katika jimbo langu, katika uongozi wa serikali ya wanafunzi, katika ngazi za juu, ikiwemo nyanja za urais, nyanja za mawaziri watakaowekwa. Kwa sababu utakuwa kuna waziri wa majengo ya ndani na majengo ya nje watawekwa. Tutafanya kwa ushirikiano na stahiki ili kuleta amani na kushirikiana vizuri na viongozi watakao kuwa juu na kuweza kutia ambacho wananiambia. Vile vile tushirikiana pamoja ili kwenda kuboresha huduma na upatikanaji wa changamoto mbalimbali, kuzitatua kwa wakati. Kama kiongozi, cha pili naingia cha pili. Hicho ni cha kwanza. Cha pili. Cha tatu. Mbona kama nimeongea kitu? Cha pili. Basi tuweke cha tatu. Basi cha pili, ninatakiwa kuwasikiliza watu walionizidi. Sio kwamba eti nikiwa kiongozi ndio nidharau wengine, hapana. Kiongozi ni cheo tu. Kiongozi sio kwamba eti wewe ni kiongozi ukadharau wengine, hapana. Aliye mdogo, aliye mkubwa, wote level ni moja, kwa sababu akili ya mwanadamu ni kubwa. Leo mimi naweza kufikiria kuishia hapa, lakini kuna mwingine amefikiria zaidi kuliko mimi. Naweza kuwa ndio ni kiongozi, lakini kuna wazo sijalipata. Lakini naweza kupewa ushauri na wanafunzi wengine au watu wengine walionizunguka pia. Kwa ukisikiliza mawazo ya kila mmoja, inaweza kukuletea uwezo wa kuweza kucontribute shughuli vizuri sana na kuweza kufanyia kazi. Unasimama katika njia ya kumonita vizuri kazi yako. Kitu cha tatu na cha mwisho ni cha msingi kabisa, ambacho sasa wafanyakazi wengi au viongozi wengi wanafeli katika nyanja tofauti tofauti. Tukiachana tu na huo uongozi wa TECUSO, lakini usipokuwa na busara. Busara sio busara kwamba busara tu ya kuwa na hekima, hapana. Busara ya maoni. Sio neno linalo kutoka tu lolote ukalifanyia kazi, hapana. Kuna busara ya kuchanganua mambo. Ndio nataka niweke usafi wa vyoo katika eneo langu la Uzima Hostel. Ndio naweza nikafanya tu, nikaweka maji, nikaweka nini, lakini bila kufuata protocol na sheria ambazo zinaweza kukuguide wewe kupita katika mifumo ambayo ni stahiki na mifumo ambayo ni sahihi, hauwezi kucontribute vizuri na kumanage mambo yako vizuri. Vile vile mimi nitakuwa na watu walionizunguka pia, niweze kuweka management mbalimbali. Kuna makundilika, mimi nikawa kiongozi, nikaingia kwenye matabaka mbalimbali, nikaanza kushauriwa na marafiki, fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Ndio makundilika unaweza kusikiliza akakushauri pia. Japokuwa ukibezi katika kundilika tu, linaweza likakuharibia pia uongozi wako, likakuchafua. Wapo ambao utasogea karibu yako ukiwa kiongozi kwa ajili ya kuchafua tu CV yako, ili wewe unapotoka katika uongozi, unapomaliza utoke jina lako limeharibika. Kitu kingine, simama na kila mmoja, msikilize kila mtu, usidharau mtu au usidharau mtu yupo kwa namna gani. Hapana, msikilize kila mmoja. Hapo utakuwa kiongozi sahihi. Na kitu ambacho natamani kuacha ni hizo alama katika nyanja hizo nilizozungumza. Na kushukuru sana Bwana Arnold. Ndio. Kwako Bwana Muzika. Ndio. Utashughulikiaje migogoro kati ya wanafunzi
kati ya wanafunzi pamoja na serikali ya wanafunzi, wewe binafsi nitashughulika vipi ama nitashughulikia kwa namna gani migogoro kati ya wanafunzi na serikali ya wanafunzi? Jambo la kwanza naomba nikwambie, ikiwa wananchi watanipa ridhaa ya kuwa mbunge wa jimbo la Mabanzi ama wanafunzi, nitashughulika kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, nitasikiliza. Najua njia mojawapo ya kutatua changamoto ni mawasiliano. Ninaamini nina mawasiliano mazuri na wanafunzi wenzangu. Kwa hiyo kama nitachukua nafasi ya kuwasikiliza, jambo la kwanza, hiyo ni hatua ya kwanza ya kutatua mgogoro. Itabidi ni utambue mgogoro ni upi kati ya wanafunzi na serikali ya wanafunzi. Kwa mfano, mgogoro unaweza kawa ni upi, ndugu mwandishi? Sasa tafsiri yake ni kwamba kuna mambo mawili. Kuna kuto kuelewana kati ya wanafunzi pamoja na serikali yao. Tunatambua, unajua wakati mwingine wewe ukiwa na mawazo yako na wewe ukiwa na mawazo yako, msipotaka kukubaliana hapa katikati, kile vyote vile vinazalisha mgogoro. Ndio maana nimekuuliza wewe binafsi unaendaje kutatua huo mgogoro ambao pengine, sisemi kwamba upo, pengine ukijitokeza, kwa sababu popote penye kundi la watu lazima hicho kitu cha namna kama hiyo kijitokeze. Wewe binafsi unaenda kutatua vipi mgogoro wa namna kama hiyo endapo kijitokeza? Ndio maana awali nikatanguliwa kusema hivi, jambo la kwanza nitawasikiliza wanafunzi wenzangu kwamba kuna 1, 2, 3 katika serikali yako, si ndio? Ama katika serikali ambayo unafanya nayo kazi, kuna 1, 2, 3. Mimi nitachukua yale mawazo ama nitachukua zile lawama ambazo wanazoiraumu serikali ambayo nafanya nayo kazi ama wanazozituhumu kwa lugha nyingine, nitayachukua, nitaobserve ama na mimi pia nitathibitisha, nitazame, je, hiki kinachosemwa ni kweli? Kipo ama hakipo? Sijui unanielewa. Baada ya hapo nitafika kwa serikali husika ama kwa uongozi husika, naamini kutakuwa kuna hatua, nitazungumza nao wahusika ama serikali, kwa sababu naamini tutakuwa tunakaa vikao vya bunge. Hivi mtu akikwambia uongozi bora, au kiongozi bora, unachukua kwa picha ipi? Kwanza naomba nikwambie kwamba kuna msemo usemwao kwamba kuna bora kiongozi na kiongozi bora. Hawa ni watu wawili, hawa ni watu wawili tofauti. Kiongozi bora ni upi? Kiongozi bora, jambo la kwanza, ni mtu ambaye amekubali kwa nia yake ya dhati kutumika kwa manufaa ya watu fulani. Huyo ni kiongozi bora, amejitoa kabisa kinaga ubaga kwa ajili ya watu fulani, haangalii maslahi yake binafsi. Unanielewa? Bora kiongozi ni mtu ambaye yupo, yani ni mradi tu kwamba tunamwakilishi fulani katika nafasi fulani, kwamba hili ni gari tunataka tu bora lifanyaje, bora liende, muda ufanyaje, uishi, aondoke. Sawa, nikushukuru. Mtazamaji, tupo katika mahojiano maalum ambayo tunazungumza na wagombea, kwa maana wagombea ambao ni wanafunzi wanagombea ngazi ya ubunge katika majimbo tofauti tofauti. Huyu anagombea jimbo la Mabanzi, lakini huyu anagombea jimbo la Uzima. Tunaelekea mwishoni. Tukiwa tunaenda mwishoni, na natamani nijue vitu kadhaa kutoka kwenu. Ndio. Ninaamini kwenye eneo lako kuna mtu alikuwa kiongozi. Ndio. Na ninaamini pia kwenye eneo lako kuna mtu alikuwa kiongozi. Na tamani kila mtu anakuwa na maono yake, kwamba unapoingia kwenye uongozi huu unakuwa na maono yako, huyu anapoingia kwenye uongozi anakuwa na maono yake. Nataka kujua kutoka kwenu,
kuchukua yale ambayo yalikuwa ni maono ya kiongozi mwingine aliyopita kwenda kuyakamilisha, pamoja na kwamba una maono yako binafsi, lakini je, uko tayari kuyachukua yale maono ya mtu mwingine ambaye alikuwa ni kiongozi kuyaendeleza pale alipokuwa ameishia? Na naomba nikupe mfano huu kwa kukujibu kama ifuatavyo. Sio mfano mzuri, lakini naomba niuseme kama ifuatavyo. Pengine unaweza ukawa ni mfano wa majonzi na kadhalika. Mzazi awaye yote yule anapoona nguvu zake zimeisha au muda wake umeisha wa kuwepo duniani, huwa anapata nafasi ya kuzungumza na wanawe. Anaweza akawepo mmoja wao ambaye ni mwakilishi kwa niaba, kwamba mwanangu, kuna 1, 2, 3, yamkini nisipone ikiwa labda alikuwa anaumwa, ama ninaondoka, kwa lugha nyingine, ninakuachia hawa ndugu zako, watazame, waangalie, hawa wapo mikononi mwako. Sasa kwa lugha nyingine, mimi binafsi mpaka navyozungumza na wewe hivi, nimeshapata nafasi ya kuzungumza na aliyekuwa mbunge wa jimbo la Mabanzini na Bateko. Kwa hiyo uko tayari, kwa maana ya kwamba amekuachia yale ambayo alikuwa nayo ili wewe uyaendeleze? Yes. Nakushukuru sana. Kwako Bwana Anodi, tukiwa tunaelekea mwishoni. Ndio. Neno moja ambalo nafikiri hatujapata nafasi ya kulizungumza hapa, natamani pengine wapiga kura wako wangeweza kuipata kutoka kwako. Karibu. Labda unipe ufafanuzi kidogo kuhusiana na neno ambalo natamani wapiga kura wangu, ila sio wanafunzi wenzangu. Ni neno lipi ambalo natamani pengine mimi ningekuuliza, lakini hatujapata nafasi ya kuuliza? Unatamani wapiga kura wako wangepata kusikia kutoka kwako. Karibu. Uongozi mzuri. Uongozi mzuri ni teamwork. Bila teamwork uongozi hauwezi kuwa mzuri. Kwa sababu tunasemaje? Kuna mfano ni mdogo tu. Nyinyi wote ni binadamu. Kundi la siafu kwa linaongozwa na kiongozi mmoja ambaye anasafisha njia. Maana yake atapita kuangalia hii njia ni stahiki, ndipo atarudi kurejeshea ujumbe kwamba tutapita katika eneo hili. Maana yake yule kwenye meli tunaita ni nahodha, ndiye atakiwa kiongozi. Sasa wanapopita katika ile njia, wanapita katika umoja. Ndio tunaweza kuwa tuna maono mengi sana, lakini kama teamwork ikawa ni mbaya, maana mimi ni nafasi ya ubunge, kuna nafasi za mawaziri watakaoteuliwa katika baraza litakalofuata, unaona, na kuna ngazi ya rais pia, makamu wake, pamoja na mawaziri mbalimbali na wabunge wa maeneo yote. Kama tutakuwa na teamwork mbovu, ni ngumu kufikisha kero za wananchi na kuzifanyia utatuzi, kitu ambacho mimi nakipenda kwa wanafunzi ama kwa wagombea wote ambao tunagombea hizo nafasi tofauti, tuwe waaminifu kulingana na jimbo husika. Sio wagombee katika fursa tu za kwamba wanufaike wao wenyewe. Kuna wengine pia wanaweza wameingia kwa rumors za kwamba wao wanataka tu waonekane tu ile sifa kwamba ni viongozi, au ndio tunaita bora kiongozi, kama alivyo kwamba mtu anasema tayari sasa tayari nishakuwa mbunge, watanifanyaje sasa? Maana yake inakuwa ni hamna. Ndio nakwambia, kufanya kazi pasipokuwa na kitu ni sawa na zero. Ukiwa unamaanisha nini? Maarifa ndiyo yanaweza kucontribute shughuli zote zitakazofanyika katika uongozi na kuweza kufacilitate maendeleo. Maendeleo yanachochewa na maarifa. Bila kuwa na maarifa uwezo ukachochea chochote. Naanza na kiongozi wetu atakayekuwa katika ngazi ya urais. Moja, anatakiwa kuwa ni mtu ambaye nasema kama ni akili yake imepevuka. Akiwa amepevuka kiakili, ndiye anaweza kuseti vizuri baraza la mawaziri. Sisi wabunge hatuna shida, kwa sababu tunagombea, tumetoka katika sehemu husika. Maana yake wananchi wetu wanatufahamu, na ndio maana wanatuamini kwamba ndio nimeishi na Anodi miaka yote hii, ninaweza akawa kiongozi wangu kwa sababu ana tabia kazi wa kazi. Shida inakuja
Uongozi mbaya utakapokuwa ni uongozi mbaya katika serikali itakayofuata, utasababishwa na teamwork ambayo ni baraza la mawaziri. Yeye mwenyewe rais atakuja na viongozi wake, atachagua baraza la mawaziri. Endapo atakosea kuchagua baraza la mawaziri, ndipo atakapoharibu kila kitu. Kwa sababu tunasema kwamba waziri na mbunge kwa mwenye cheo kikubwa. Waziri na mbunge kwa mwenye cheo kikubwa. Hilo ni swali nimekuuliza wewe. Waziri na mbunge. Automatic waziri anakuwa na nafasi kubwa kuliko mbunge. Ndio maana nimekwambia, kwa sababu na mawaziri wao wanachaguliwa na rais. Lakini ukiteuliwa wewe kuwa waziri leo kwenye serikali ya wanafunzi, ndio ni vipi unawajibika kati ya kwenye ngazi ya ubunge na kwenye ngazi ya waziri? Ni ngumu kusema kwamba wanipe vyeo viwili, haiwezekani. Lakini kama tukitolea mfano, hiyo haipo. Uwezi kuwa mbunge na uwezi kuwa waziri. Kama ukiwa waziri utasimama katika waziri, na ukiwa mbunge utasimama katika ubunge. Kwa maana kwamba waziri atateuliwa na rais from nowhere. Ndio maana nikasemaje, rais kama hajapevuka kiakili, hapo sasa tunaenda kupata serikali mbovu inaanza kutengenezwa hapo. Manake kingine na shauri pia, hata wanafunzi pia wanapoenda kupiga kula, kampeni zinafanyika, tunaona zinafanyika, sio zinafanyika imradi, japokuwa kuna watu hawajajitambua kiakili kwamba zinafanyika kampeni. Kwa nini kampeni zinafanyika? Ili kuangalia mchujo na akili ya marais, kwamba huyu rais anasimama katika misingi ipi. Ndipo utamuuliza maswali rais. Kampeni zinafanyika, ndio unakuta jimbo limefanyika hapa, kampeni wameenda kafanyika hapa, majimbo limefanyika, lakini unashangaa wananchi wao wenyewe hajauliza hata swali. Ndipo rais anapita, tunaanza kulalamika sasa, wanafunzi wanaanza kulalamika. Uone kama haionyeshi kwamba ushiriki wa wanafunzi ni mdogo kwenye masuala ya uchaguzi mpaka hawaulizi maswali. Tafsiri yake ni nini? Ushiriki wa wanafunzi ni mdogo, japokuwa hata waliopo nao pia waulizi. Kwa hiyo tuseme kwamba hao wanafunzi waliopo hawezi kuwakilisha wanafunzi wengine. Kama ushiriki wa wanafunzi ni mdogo, kipi kinapaswa kufanyika? Mimi nahisi tume ya uchaguzi haijaweka uratibu wa ratiba vizuri, kwa sababu ratiba zimeingiliana. Unakuta hiki ni kipindi cha mtihani, wengine wamo kwenye mtihani, huko kampeni zinaendelea. Na mojawapo ya sababu kubwa, kuna baadhi ya wagombea nikiwemo mimi mwenyewe natakiwa nikafanye mtihani pia nije huku kupiga kampeni, nashindwa kugawanyika katika makundi mawili. Je, niache kwenda kufanya mtihani au niache kwenda kupiga kampeni? Nisipopiga kampeni ninaweza nisimwage sera zangu inavyotakiwa kinagaubaga, ili wananchi wasikie waweze kunichagua. Je, nikafanye mtihani? Nafikiria hayo mambo, sometime inakuwa inaleta mkanganyiko. Kwa nini uchaguzi huu ni muhimu haswa kwa wanafunzi kwa ujumla? Uchaguzi ni muhimu kwa sababu wanafunzi wanapata nafasi ya kuchagua viongozi ambao wanatamani ama wanashauku wawatumikie katika mazingira ya chuo. Na ndio maana chuo kimetambua umuhimu wa uwepo wa serikali ya wanafunzi. Yaani licha ya kwamba tuna wanafunzi, lakini pia tuna haja ya kuwa na serikali, watu ambao watawawakilisha wanafunzi hao, watu ambao watatendea kazi matakwa yao. Ndio maana unaona kuna uchaguzi, ndio maana umeona kuna nafasi ya serikali ya wanafunzi. Na sio hapa tu, naamini ni vyuo vyote Tanzania nzima. Na ukitaka uone kama jambo hili lina umuhimu, kuanzia shule ya msingi tuna serikali ya wanafunzi, japo haitwi serikali ya wanafunzi, lakini kuna kwa lugha nyingine wanaitwa mamonita, vilanja, kaka mkuu na kadhalika. Ile yote kuanzia kule chini ni serikali ya wanafunzi. Haijaishia shule ya msingi, haijaishia sekondari, imekuja mpaka chuo. Sasa mimi nikushukuru labda kwa kumaliza tu kwa sekunde 60, washawishi wanafunzi kwa maana wapiga kura wako waweze kukuchagua. Nashukuru sana. Nitumie fursa hii ama nitumie wakati huu, wakati mwafaka kabisa, niwaombe wanafunzi wenzangu, wakazi wa Mabanzini, wakazi wa Bateku, nimesimama mbele yenu hapa tena kuwaomba kula ya ndio. Mimi naitwa Buzika Method, ni mgombea nafasi ya ubunge jimbo la Mabanzini na Bateku. Ninaomba mnipigie kula ya ndio. Kwa nini mnichague mimi? Nimejitoa kwa sababu nataka kuwatumikia. Sijasimama kwa maslahi yangu binafsi.
nataka nitumike pamoja na ninyi. Nimekuwa nikisema kwamba nitafanya kazi, kwamba kazi na utu na kazi. Unajua kampeni zinaendelea na naamini wanafunzi wamepata nafasi ya kuwasikiliza wagombea tofauti. Niwaombe tu, hebu tazama, linganisha katika wagombea nafasi mbalimbali. Tumekuwepo na wagombea nafasi ya urais pamoja na wabunge. Wapo marais ambao wanatamani waingie madarakani wawakilishe wanafunzi, lakini naomba mjaribu kupima akili, muwatazame kwamba yupi ambaye nikimpatia nafasi atakwenda kutenda kazi kwa niaba yetu. Kuna watu wanatamani waingie, lakini wanayakwao moyoni. Na kushukuru sana. Shukrani sana. Dakika sekunde 60 tu. Na unawashawishi wanafunzi kwa maana wapiga kura wapo waweze kuchagua. Karibu. Kwa heshima na taazima niseme kwamba itifaki imezingatiwa. Sio kwamba nawashawishi, ila japo na waambia ukweli. Yes. Wapo watakaosema nawashawishi, lakini wapo watakaosema nawaambia ukweli. Ila mimi nimeamua kuchukua fomu kugombea jimbo la Uzima Hostel kwa ajili ya kuhakikisha amani na contribute all issues zitakazo consider katika eneo langu la jimbo la Uzima Hostel pamoja na kushirikiana na wanafunzi ili kuunda timu yenye nzuri. Kwa sababu hii nimesema kwamba katika nyanja na vitu tofauti kuna baadhi ya waziri itakuja ituangushe katika sekta zetu. Mtu anataka kwamba aye waziri. Hapana. Lazima tusimame. Mimi kama mbunge nitaenda kuwakilisha watu katika vikao mbalimbali tutakavyokaa katika baraza la bunge la hapa katika chuo cha Kifundi kicheze kwa wanafunzi kuhusu. Hakika nasema tu kwamba utakapoona jina la Arnold Edward jimbo la Uzima Hostel weka kula hapa ndio. Kauli mbiu yangu ni moja tu. Together we can. Pamoja tunaweza. Ni kushukuru sana mtazamaji ambao ulikuwa pamoja nasi. Mimi kwa majina naitwa Kevin Ndambira. Tumezungumza masuala tofauti hapa. Na sasa yanahusiana na uchaguzi wa serikali ya wanafunzi kwa maana ya TECUSU. Mimi ni washukuru sana. Shukrani sana, niwatakie kila la heri. Na ukawe bunge. Na mimi nitapata kura yako. Kwa hiyo mimi nitapeleka wapi? Mimi nikushukuru sana kwa wale walikuwa naye. Kwa nasi nyuma ya kamera alikuwepo Anusia Komba, lakini na Sultani Kandu. Nikushukuru, endelea kuwa nasi.